Saizi nikiambiwa nimeitwa na rais wa taifa la Kenya, kwanza nitakuwa na wasiwasi sana kwa roho yangu. Juu nitajiuliza nitaenda kuambiwa jambo gani kweli, kwa sababu hakuna hata content ya maana nimefanya imeenda viral ili niitwe kwa sababu ya kupewa tuzo. Nitajiuliza maswali mengi sana, lakini sasa kwa sababu ni agizo la rais itabidi nimeenda tu nikiwa shingo upande. Ninaongea kuhusu mtu aliyekuwa anaitwa Mephibosheth. Mephibosheth alikuwa kiwete, alikuwa mlemavu ambaye alikuwa anaishi maisha ya shida. Maisha yake ilikuwa ni maisha ya kukula ama kukosa. Siku moja aliitwa na Mfalme Daudi. Alipotumaniwa aitwe na Mfalme Daudi, aliuliza mimi ni nani? Ninaitwa kwa mfalme nikiwa nani? Mimi ambaye ni kama umbwa aliyekufa. Lakini alipofika mbele ya Mfalme Daudi, alipiga magoti akalia kwa sauti. Akasema, mfalme, iwapo nimefanya makosa, kama nimekukosea mfalme, naomba unisamehe. Lakini jambo asilolijua ni kwamba mfalme hakumuita kwa nia mbaya. Alimuita ili aweze akampa tuzo. Alimuita ili aweze akamfanyia favor. Na hii favor haikuwa kwa sababu ya wema wa mtu yule, ila hii favor ilikuwa kwa sababu ya matendo ya Jonathani ambaye ni babu ya mtu huyu. Mtu huyu alikuwa anatoka kwa nyumba ya Sauli, lakini wema huu ulikuwa utendwe kwake kwa sababu ya Jonathani. Alipofika pale, mfalme akamfariji, akamwambia wacha kulia, wacha kuomba msamaha. Mephibosheth, hakuna mabaya umetenda. Ili nimekuita hapa ili nikupe tuzo. Nimekuita hapa ili nikufanyie favor. Hapo ulipo mama unavyolia, hapo ulipo unalia machozi yanakaukia usoni, hakuna hata mtu anayeonekana kukufariji, ili hali kuna babu wa babu zako ambaye hangeona mtu akitoa machozi, hangeona mtu akilia, angechukua kitambaa chake amfute machozi na amfariji. Siku ya leo naita favor ile ya watu wale kwako. Ninaita favor ambayo ilikuwa ipewe kwa babu wa babu zako kwako siku ya leo, kwa sababu unahitaji kwa matumizi yako. Kijana unatembea umetafuta kazi umekosa, ili hali babu wa babu yako angeona mtu kama huyo, angemchukua haraka na ampe usaidizi awezavyo, angemchukua ampe